Naam, karibu tena mtazamaji. Mada hewani ni utendakazi wa ugatuzi nchini Kenya. Alikuwa ametaja hapo awali Omolo Junior kusema kuna kauli ambayo ulikuwa ukieleza, samahani nilikukatiza kwa sababu ya kuchukua mapumziko mafupi, lakini kuna hili jambo, kuna kauli hii ya kwamba kuwezesha wananchi kujitawala na kushiriki katika masuala ya serikali. Unajua wakilishi wodi wako na haki ya kuitisha mambo ya Ward Development Fund. Lakini unajua wanafanya hivyo kwa sababu wameona ile mambo ya NGCDF ile ambayo inaenda kwa constituency, wabunge wako na pesa yao ya kutumia ya kujenga shule, kujenga vitu tofauti ya CDF, na unajua tayari wanapata sifa kwa wananchi, lakini au ma MCS kazi yao hawapati hiyo sifa. Na ndiposa huyu mama ambaye alikuwa anaitwa, huyu Mkenya ambaye alikuwa anaitwa Wanjiru Gikonyo na Cleophas huko walienda kotini kusimamisha mambo ya NGCDF. Kusema kwamba it is unconstitutional. Kwa nini walikuwa nasema hivyo? Ilikuwa nasemekana kwamba mambo ya parliament ambaye imewekwa katiba under article 95 na Senate 96 na MCS ambayo county assembly wafanye kazi yao ya kikatiba, mambo ya oversight, mambo ya representation na mambo ya kutengeneza sheria, na wachana na mambo ya implementation ya budget ama mambo ya funds. Kwa sababu ukiangalia hiyo kitu wananchi hawatakuwa na usawa ikifika mambo ya uongozi, kwa sababu kama mtu ako na fund tayari ana implement, inamaanisha yule mwingine ambaye atataka kuania hiyo kiti ya uongozi hatapata nafasi kwa sababu hajakuwa na budget yake ya kufanya kitu. Ya pili, tutakuwa na duplication of roles. Kazi ambayo inatakana ifanywe na governor tayari sasa MCA wanafanya. Ya tatu, tutakuwa tuna encourage mambo ya ufisadi kwa sababu kila mtu anatafuta pesa ya kufanya ufisadi. Tayari hata hii pesa ambayo tumepatia ugatuzi, serikali za ugatuzi, unaona ni governors wachache ambao wanafanya miradi, wanafanya maendeleo. Lakini wengi unapata pesa nyingi bado imebaki katika coffers ya serikali, hawajatumia hiyo pesa. Wengine wanafanya mambo ya ufisadi, wengine hawajui ni kazi gani wanatakana wafanye. Kwa hivyo pia inalingana na uongozi. Ile sera ambayo huyo kiongozi alienda na sera gani ya kusaidia wananchi. Ya pili, hii mambo ya fund inatakana itumie kwa njia ambayo inafuata sheria. Na hiyo ndio sababu ndugu yangu alikuwa anaongea mambo ya kera, kura na hiyo kitu fulani. Unakumbuka imekuwa debate sana katika nchi yetu. Mpaka rais juzi alisema akipewa hiyo pesa, unaona wabunge wamekuwa wakipigania hii mambo ya road maintenance levy fund ambayo ni bilioni 10.5. Wanasema kwamba hiyo governors waliwapeleka kotini, wanasema irudishwe pale county. Lakini hata ikipelekwa county utapata kwamba pesa kidogo wanatumia, wanajenga barabara kidogo, ikinyeshwa inaharibika. Kwa hivyo kila mtu anatafuta pesa ya kuweka kwa mfuko, na hiyo ndio kitu ambayo hatutaki. Tunataka hizi pesa zote zikuwe consolidated. Kama ni governor ambaye atakuwa anaendesha mambo ya maendeleo, yeye mwenyewe atawajibika kwa sababu hiyo ndio kazi yake ambao wananchi walimpatia hiyo nafasi ya kufanya. Lakini ukiweka Ward Development Fund, Constituency Development Fund, Women Fund, Unani Fund, sasa hizi funds hata Auditor General na Controller of Budget watashindwa kuangalia ni nani anatumia pesa fulani ama kama wananchi watapata maendeleo.